Ngoja nikushirikishe safari, hadithi ya urafiki wa kweli, uaminifu na mabadiliko ya maisha. Hapo zamani za kale, katika kijiji cha Mbuyuni, waliishi marafiki wawili wasioachana, Juma na Baraka. Hawa wawili walifanya kila kitu pamoja, kuanzia kucheza mpira kwenye vumbi hadi kula mihogo pamoja walipokuwa hawana chakula kingine. Kila mtu kijijini alijua, ukimwona Juma, utamkuta na Baraka. Walikuwa waota ndoto. Kila siku walikaa chini ya mti wa embe wakipanga maisha yao ya baadaye. Baraka alitaka kuwa mfanyabiashara mkubwa. Juma aliota kuhusu kilimo cha kisasa, akiwa na mashamba makubwa. Urafiki wao ulikuwa imara sana, lakini kama maisha yalivyo, mambo yalibadilika. Mwaka mmoja, Baraka alipata nafasi ya kuhamia mjini kufanya kazi na mjomba wake. Juma alibaki kijijini, akilima kwa bidii, akiwa na matumaini na vifaa vichache vya zamani. Maisha ya mjini yalimbadilisha Baraka haraka sana. Alianza biashara ya vifaa vya ujenzi, na ndani ya miaka 5 alikuwa na kila kitu: magari, jumba kubwa, mafanikio. Je, Juma alipambana sana. Mvua ilionyesha vibaya, mavuno mabaya, lakini hakuvunjika moyo. Alijifunza mbinu mpya za kilimo, akajiunga na vikundi, akajaribu umwagiliaji kwa mboga na matunda yake. Aliendelea kusukuma mbele. Siku moja, Juma aliamua kumtembelea rafiki yake wa zamani mjini. Alivaa vizuri, ingawa ilikuwa kanzu yake ya zamani, na kubeba kapu cha maembe kutoka shambani kwake kama zawadi. Alichokiona kilimshtua walinzi, magari ya kifahari na Baraka mpya. Baraka alipomwona Juma hakushtuka hata kidogo. Bado upo kijijini? Baraka alimdhihaki. Hapa mjini tunashughulika na mikataba, sio maembe. Juma aliondoka kimya kimya, moyo wake ukiwa mzito, lakini hakuacha hilo limvunje moyo. Badala yake lilimtia nguvu. Alijiapiza siku moja Baraka angemheshimu. Miaka 5 ikapita na mambo yalibadilika. Juma akawa mkulima maarufu, shamba lake likawa kubwa sana. Alisafirisha matunda nje ya nchi, akalipwa kwa dola, hata akajenga nyumba kijijini na mjini. Sasa alikuwa mfano wa kuigwa. Alikaribishwa kwenye mikutano ya serikali, akaheshimiwa na wote. Siku moja, kwenye mkutano mkubwa wa wakulima na wafanyabiashara, Baraka alikuwepo kama mfadhili, lakini mgeni rasmi. Hakuna mwingine bali Juma. Baraka hakuamini. Juma aliposhuka kwenye gari lake la kifahari, huku watu wakimpigia makofi, Baraka alihisi aibu kwa jinsi alivyomtendea rafiki yake wa zamani. Baada ya tukio hilo, Baraka alimwendea Juma akiwa ameinamisha kichwa. Nisamehe, rafiki yangu, nilidhani mafanikio ni pesa tu, lakini pia ni kuhusu wema na heshima. Juma alimkumbatia akisema, wewe ulikuwa rafiki yangu siku zote. Moyo wangu haujabadilika. Mafanikio ya kweli ni kusaidiana, sio kumdharau mtu yeyote. Kwa hiyo, ushauri wangu, usimdharau mtu yeyote kwa sababu ya mahali alipo sasa. Maisha hubadilika, na anayejitahidi leo anaweza kuwa nyota wa kesho. Thamini watu, jenga mahusiano ya heshima na uwe mnyenyekevu, kwa sababu kila mtu hupata wakati wake wa kung'aa. Usisahau kunifuatilia, Rose Ellie Freedom, au unaweza kuniita Baba GGR. Nakupenda sana nyote.